Tulikuambia mwisho wa siku haya matendo yanaleta hasira kali sana kwa wanaume. Mimi sitaongelea hapo mwanaume kupigwa, kwamba wanaume wanapigwa na wake zao, hayo mambo. Wanaume kupigwa, hiyo ni nguvu ya mwisho, hiyo ni mlevi huyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiwawezesha vizuri wanawake, kuna baadhi ya matendo ambayo wanayafanya ambayo utanitafsiria baadaye kama ni utapeli au ni wizi, yataondoka. Kwa mfano, mwanamke mtu hampendi kabisa, hampendi hata kidogo, lakini anakaa naye baa, amemuita kama mpenzi, wamekaa, anajua kabisa hampendi, lakini yuko anamdanganya, anakunywa pombe zake, anakula vitu vyake, mwisho yule bwana anaenda toilet, anarudi, anamwona mwanamke anakimbia kwenye bajaji. Haya mambo yanatokea kwa sababu wanawake, uchumi wao, kuna vitu wanavifanya kwa sababu ya uchumi tu. Mwanamke mwenye uchumi hawezi kukwenda kula vitu vya mtu ambaye hampendi. Mama Gwajima, wasaidie wanawake wawe na hela ili kupunguza hivi vitu. Mtu wanaimba paka nyimbo, mtu anajua kabisa huko sitoenda, unamwambia unakuja saa ngapi, tukutane wapi, mnakubaliana, nitumie nauli, unatuma 50, anazima simu na kublock, na si wizi huo? Huo ni wizi. Na wanatumia kawimbo kazuchu, siendi, nauli yake nakula, nasema siendi. Huu ni wizi mama. Na sasa kuna namna watu wao wana namna kukabiliana na mwizi. Kuna mwingine unampeka polisi, na wengine unasikiaga wananchi wana hasira kali, wamemchoma mwizi moto. Haya matendo yanatokea kwa namna nyingine ni kwa sababu kuna wanawake bado kipato kiko chini. Kwa hiyo katika utafutaji wake anafanya mambo ambayo kiuhalisia inakaa ni kama ni utapeli. Haya, twende basi kwa wao wenye kipato sasa. Wale wenye kipato, mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Gwajima, nimemwona mme wako hapa. Wakati ametambulisha, nimeona alivyosimama, tabasamu lake nilikuwa namwangalia usoni, linatoka moyoni. Na wewe ni waziri. Kuna mwanamke akishapata pesa anabadilika kwamba yeye ndo mwanaume kwenye nyumba, anataka kumpeleka mwanaume na kumdhalilisha, kumwonyesha kwamba wewe si lolote, si chochote. Jamani, Mwenyezi Mungu ametuumba tofauti. Mwanaume ni mwanaume tu. Kuna muda ukifika, uwe na pesa, usiwe na pesa, mheshimu mume wako. Kuna ubaya gani? Taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya matendo Mwenyekiti, hawa bila kutulia. Mwenyekiti, Mheshimiwa, endelea. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, haya matendo yanayotokea katika familia yetu, ndio maana leo nimemletea Mheshimiwa Gwajima kitabu hichi hapa. Hichi ni kitabu kimeandikwa na Dr. Mlenda Omari, tulikizindua juzi Kigoma. Kinaitwa Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Huyu mzee kaandika kila kitu humu ndani kwenye kitabu hichi. Naomba wataalamu wa bunge mumkabidhi Mheshimiwa Waziri hichi kitabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wake zetu wanafundishwa namna ya kuja kutushambulia ndani ya familia. Ukisikia vipindi vyote, mwanamke ambaye amekubali kwamba mimi mume wangu acha atafute, mimi acha nikae na watoto, nilee watoto, anaonekana ni mjinga kwenye taifa hili. Wanamtangaza kama mjinga. Unakubaliaje kukaa nyumbani? Mwanaume anachagua mwanamke anayemtaka. Kuna mwanaume anachagua mwanamke anayefanya kazi, na kuna mwanaume anachagua mwanamke anayefanya biashara, na kuna mwanamume anataka mwanamke ambaye atabaki nyumbani na watoto wakati yeye yuko kwenye mapambano. Sasa elimu nyingi zinatolewa kwenye vipindi vya redio, ni elimu ambazo zinamuonesha kama mwanamke lazima utoke. Sasa wakati anaanzisha vita ya kutoka kwenye familia ambayo mwanaume alioa mwanamke ambaye atakaa nyumbani na familia, ndio hapo ekaeka zinaanza kutokea. Lakini manyanyaso wanayopitia wanaume ni mengi. Dr. Gwajima, tutengenezee system
Ndio maana umeona vinaanzishwa vyama sasa, tujitetee wenyewe huko mitaani, vyama vya wanaume, wazee wanaume, kwa sababu tumegundua mnatushambulia. Yaani mmekaa kama mwanzo mwisho ni kutushambulia. Mimi nitakupa mfano mmoja, mwenyekiti. Unajenga nyumba, mnajenga gorofa, unampa hela mke wako kwamba simamia nyumba, mimi napambana, hakikisha nyumba inaisha ili tuweze kuishi na familia. Hela unazompa ananyofola, anaenda kujenga na weka nyumba yake kadogo. Wewe unajenga nyumba ya familia ili muishi pamoja, yeye anatengeneza mazingira ya kujitegemea ndani ya ndoa. Haiwezekani. Inakuwa ni kama familia mbili ziko ndani ya nyumba moja. Haiwezekani, mwenyekiti. Na unakuta bora hata ile nyumba ambayo anajenga basi ajiandika hata jina lake, ili kwa namna moja au nyingine hata siku akifariki na mtoto wako halisi ambaye umezaa naye mtoto, anaandika jina la mama yake. Mama yake kifariki, wanalisi makaka zake, na ni hela zako, hela za watoto wako, hela za watoto wako. Haiwezekani, mwenyekiti. Naomba sana Mheshimiwa Gwajima, kabla sijaunga mkono hoja, naomba sana Mheshimiwa Gwajima, ukipata muda njoo Kigoma nikukutanishe na wakina mama wajasiriamali ambao wako tayari kuwalea na kupambana na watoto pamoja na wanaume zao, lakini kwa heshima kubwa. Njoo nikupeleke soko Marungu, kuna wakina mama zaidi ya 800. Njoo nikupeleke soko la Kwanoti, kuna wakina mama zaidi ya 350. Njoo nikupeleke soko la kwa Kidagala, kuna wakina mama zaidi ya 300. Njoo nikupeleke soko la Gungu, kuna wakina mama zaidi ya 1000. Njoo mama, njoo nikuonyeshe wakina mama ambao wanajua maisha na sio haya mambo ujanja anaitwa mwanamke anakuwa macho yako juu juu tu, muda wote anaweza kunimaliza. Na la mwisho ambalo mwenyekiti, kabla sijamaliza, kuna wanawake wanatumwa. Hebu angalia hii, hata kama ungekuwa mwanaume ni ukatili gani ambao ungeweza kuufanya. Kuna mwanamke anatumwa kwenda kumrekodi kiongozi hotelini, yuko utupu. Inawezekana kweli mimi nimeamua labda kuchepuka. Naomba tuelewane vizuri. Nimeamua kuchepuka. Unaenda kwenye simu ya binti, unamkuta wakati unatoka kuoga unajifuta, alikuwa na kurekodi. Unaona kwenye simu. Niambie ni tukio gani utalifanya? Waheshimiwa wabunge, mniambie, utachukua hiyo simu upeleke polisi kwa jamani, huyu ananirekodi? Je, unawaamini polisi kiasi gani? Waende wakaone hali yako ulionayo? Au ni nini kitakachotokea? Kwa naomba sana wakina mama, wakati tunawatetea kwenye swala la ukatili wa kijinsia, naomba na nyinyi mjiondoe kwenye mazingira ya kupata huo ukatili. Nikikuta unanirekodi nitakufanya nini? Nitakufanya kitu gani? Una roho gani? Kwa kusema hayo, nina mengi mwenyekiti, kwa sababu najua muda wetu umekwenda, lakini kwa leo naomba Mheshimiwa Waziri Gwajima, naunga mkono mama upewe hela, lakini nakukaribisha Kigoma. Njoo Kigoma mamangu. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Clayton Revocatus Chipando, na kushukuru sana kwa mchango wako na kwa kupaza sauti kwa wanaume ambao pengine wanahisi wakisema ni aibu, lakini nikupongeze sana kwa ujasiri wako. Naamini wanawake wenye tabia hizo watajifunza, kwa sababu hatuko kwenye mapambano dhidi ya jinsia mbili, tuko kwenye mapambano ya kuweka na kuondosha na